katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari ule wa 26 na Mwanzo 19 mstari wa 17. Utaanza wa 26 alafu tarudi 17. Ukiona tu utasoma mahali hapo. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Na maneno haya yatufae katika asubuhi ya leo. Nami mtumishi wako ukanitumie kama upendavyo. Katika jina la Yesu Mwokozi naomba na mshukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapa ambapo tumepasoma, ukiweza kwa muda wako hebu soma sura yote. Kwa muda wako soma sura yote ya 19. Anzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho. Utapata kisa hiki vizuri. Ni kisa kinachomhusu mtumishi wa Mungu Rutu pamoja na mke wake, ambao walikuwa wanaishi katika bonde la Sodoma na Gomora. Na story yote tunaifahamu kwamba Rutu alikuwa ni rafiki yake au ndugu yake na Ibrahim. Walitengana baada ya kuwa wafanyakazi wao, wachungaji wao wanagombana. Ikabidi amwambie, chagua mahali utapokwenda, tuachane kwa amani. Basi Rutu akachagua bonde la Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo story nadhani tunaifahamu, tumekuwa tukiipitia mara kwa mara. Na baada hapo tunaona mji wa Sodoma na Gomora ulikuwa ni mji ambao unatenda maovu yaliyopitiliza. Ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na maovu ambayo yalifika hatua kumkasirisha Mungu. Kwa hiyo Mungu akawa ameazimia kuuteketeza huu mji au hii miji miwili ya Sodoma na Gomora. Na kwa maana hiyo Mungu akatuma malaika kwenda kumuokoa mtumishi wa Mungu Rutu. Na tunaona malaika wakimuhimiza Rutu pamoja na mke wake na watoto kuondoka kabla mji ule haujaangamizwa. Na tunafahamu jinsi ambavyo kabla hajaenda kuangamiza Sodoma na Gomora alimtokea Ibrahim, na Ibrahimu akawa kimsii kwa habari ya Sodoma kwamba utaona mwenye haki hata mmoja utaangamiza. Akasema sitaangamiza. Alianzia 50 akashuka. Nadhani wasomaji wa Biblia mnafahamu. Na lengo la Ibrahimu ilikuwa kumtetea Rutu ambaye alikuwa katika mji ule wa Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana hiyo tunaona malaika anafanikiwa, kisoma hiyo sura, wanafanikiwa kumtoa Rutu na mke wake na familia yake katika mji wa Sodoma na Gomora. Na sharti ambalo walipewa ni katika ule mstari wa 17. Waliambiwa wanapoondoka kutoka katika miji hiyo ya Sodoma na Gomora, basi sharti lao wanatakiwa wasigeuke wapi? Nyuma. Waliambiwa wasigeuke nyuma. Tena sema usigeuke nyuma, ujiponye nafsi yako. Msigeuke nyuma. Wakapewa masharti kwamba mnapoondoka, mnapoanza kuelekea katika mji wa makimbilio, basi natakiwa msigeuke nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona katika mstari wa 26 ambao tumeusoma, tunaona lakini mke wake na Rutu akavunja masharti, akavunja maelekezo, akakengeuka maelekezo, akageuka nyuma. Na maandiko yamesema akawa nguzo ya chumvi. Akawa nguzo ya chumvi. Somo linasema usigeuke nyuma. Somo linasema usigeuke nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye Mungu ambaye aliwaeleza wasigeuke nyuma alikuwa anajua. Na ndio maana kila jambo ambalo Mungu amesema au amekataza, haitakiwi jambo hilo kulilazimisha. Kwa sababu kililazimisha litaleta madhara. Na madhara yake hayawi madhara ya muda. Yamekuwa madhara ya kudumu.
kugeuka nyuma kuangalia uovu ambao Mungu amewaponya nao. Kuna wale ambao wakiambiwa acha ni mpaka atesti kwanza. Mwisho wa siku aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshike jirani yako, mwambie upo paka hapo. Mwambie upo paka hapo. Mwambie hakuna kugeuka nyuma. Mwambie hakuna kugeuka nyuma. Mwambie vita mbele kwa mbele. Hii ni Edayo TV Online. Sikiliza neno la uzima, baki njia kuu.